uwepo malaika wako wamkinge mashariki na magharibi kwa damu ya mwana kondoo Kristo Yesu. Amen. Bwana akusaidie kwa chombo hiki mnapokitumia. Bwana akaweke ulinzi, wigo mashariki magharibi, wigo kwa jina la Yesu Kristo, wigo kwa damu ya mwana kondoo, wigo. Bwana akawashangaze kwenye hatua zote kupitia chombo hiki, kikazaliwe kingine kitakachowaingizia pesa, kitakachowaletea pesa katika hema yenu kwa jina la Yesu. Bwana akavibariki vyombo hivi, Bwana akavifanye viwe salama. Roho ya uharibifu katika vyombo hivi ninakataa kwa jina la Yesu. Na kupitia vyombo hivi, magari haya na nena kuongezeka magari mengine sawa sawa na kampuni yako inavyokuwa, ndivyo ukue na wewe katika jina la Yesu Kristo. Uongezewe tena kingine kwa damu ya Yesu. Bwana akuongeze tena katika mikono yako kwa kadri unavyotumia chombo hiki. Bwana akuongezee kingine tena kitakacholeta faida katika mikono yako kwa utukufu wa damu ya mwana kondoo Kristo Yesu. Nimekataa uharibifu kwa damu ya Yesu. Nimekataa hila kwa jina la Yesu Kristo mwana wa hai. Iwe neema juu yako kwa damu ya mwana kondoo Kristo Yesu. Amen. Shika hivi mikono yako. Sema, Baba, katika jina la Yesu, nimepokea neema hii ya ulinzi wa chombo changu. Bwana, naomba ongezeko la vyombo vingine vitakavyokuwa faida kwa maisha yangu na familia yangu kwa damu ya Yesu. Nipate shekeri kupitia hivyo vyombo vitakavyoongezeka katika mikono yangu kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, nimeomba na kuamini ya kuwa nimepokea katika hili. Amen. Mungu awatendee mkapokee kwa jina la Yesu. Mungu awatendee mkapokee kwa jina la Yesu. Mungu awatendee mkapokee kwa damu ya Yesu. Na viwe kwenu na Mungu wa mbinguni awabariki. Nendeni mkakae. Haya, wale ambao wanapita na kuokota, wanaokota pale ndio biashara yao, wakienda wanauza, sogea tu hapa, nataka nitamke neno la ushindi kwako. Maana hutaokota ila utanunua. Kuja hapa mbele. Pesa inatoka wapi hata mimi sijui, lakini naona umeandika ninanunua makopo, nanunua vyuma chakavu, nanunua makopo, nanunua vyuma chakavu. Simama tu hapa mbele. Wapigeni picha hawa watu, alafu mnipe muda, mtapata majibu. Na ngojeni niwaambie, msimuogope mtu, msione haya. Umeelewa? Usione haya mwanangu, nakuelewa. Watu wamekula ubwabwa, wameondoka, sherehe imeisha, ingia na kiroba kama kichana. Umesikia? Kusanya kama mwewe. Beba, peleka, nenda kauze. Tunza pesa unaouza. Kwa muda mfupi wanaanzaka kidogo kidogo. Hii kazi haihitaji mtaji mkubwa. Unahitaji upate mzani tu. Umeelewa? Upate tu mzani. Wao watatafuta, watakuletea. Pata mzani na laki zako 5 na laki zako 6. Andika nanunua makopo, nanunua vyuma chakavu. Sawa? Ukishaweka hao mradi wako hapo, watakuja. Na mimi nasema tena, waangalieni hao vizuri. Mmeshawaona? Mwapige picha ya mwisho mwisho. Siku wakikukalisha kwenye kiti kama hivi umekaa, wakakuletea menyu ukale ukashiba, usiseme sikujua waliko kitoa. Wekeni vifaa vyenu kwenye mikono yenu. Wewe iko wapi hapa? Ndio huu mfuko mmoja umebeba. Ni mke na mume. Unaelewa? Lakini ninaamini ni watu wenye malengo. Haleluya. Ni watu wenye nini? Atakayekipata huyu, atakayepata huyu, wakikipeleka mezani sio 100 tena, ni 200. Anakuambia ili watoto wake wasome. Halo? Amen. Halo? Amen. Na mpaka sasa wanasoma au wasome? Kuna wa form 2 wote wangapi? 2. Hawajaajiriwa, kazi ni hii. Wewe umeajiriwa, wakati mwingine hata pesa kuwapa watoto wako nauli unakosa.
unasomesha? Nijenga nyumba hapo ndio natuma zile sadaka ya ndoa ili hapa madhabahu 50. Mpe Bwana makofi. Na jana amenitumia 50 nikatikisa kisigino nikasema Bwana fanya hivi, acha wivu. Uwe na utii kwenye nyumba ya watu. Mimi sirudi sana ila mabosi wengi wananiwekea wanafanya kazi. Hata jana ndio nipige picha kwenye nionyeshe chupa ambazo zimejaa pale nyumbani. Nilianza kati saa 12 ya kuchambua mpaka jioni saa 12 ndio nafika kumaliza hizo kazi za kuchambua chupa. Ambapo yule ananipimia sasa hivi ameniambia nitakuwa ukate eneo lolote. Kwa hiyo naona bora kuliko kwenda kiwandani, bora kupima pale pale. Mpe Bwana makofi. Simama. Baki wewe kula miguu yako ya kuku. Wewe ngangana na vishingo. Ngangana na vidai. Ameshajenga na namkumbuka Mungu. Na kweli jana amenitumia 50. Baba natuma hiyo sadaka. Na kwa sababu simu yangu iko busy, ananiambia naomba nipate namba ya mama ili nikipiga kwako upokee, nikipiga kwa mama akipokea na tupia kwa mama. Kama ametuma 50 kabakiwa na ngapi? Sidharau Simona. Amejenga nyumba, hajaajiriwa. Hapo anakuambia mabosi wananielewa. Bwana useme amen. Ameanza kuchambua chupa asubuhi mpaka saa 12 hajamaliza. Unaelewa ana mzigo kiasi gani? Ameona sasa asihangaike kupakia kupeleka kiwandani, ni wao wafuate nyumbani. Shikamoo Yesu. Hai, unaelewa? Nihangaike ni kodi na gari, niende na huko wanikati. Sitaki, mnataka bidhaa mtaki, chauye. Bidhaa iko nyumbani ya kutosha. Na mimi ninaamurisha waje na magari. Kikiri wasombele. Kati natembea barabarani na mama mmoja akaniambia kuna chupa nyingi nyumbani lakini nataka kuletea nyumbani kwako. Kusema kweli toka nimeanza hii kazi sijui kununua mchele, unga wala kitu chochote. Yule mama alibeba unga ambapo ndo kubwa mpaka juu, mchele ndo kubwa mpaka juu, maharage ndo ndogo, ikafikia mpaka mafuta. Yaani nikajikuta ndani ni mfalme. Na nasema hii kazi sitoiacha kamwe. Haleluya. Ona kile 50 imekuja kule. Mtu anajua kwa kutakia vya kwake. Ukiona kuna mahali unatuma pesa alafu unapata faida, siku ukiona unakaribia kuishia, tupia hapo. Kuna mlango unafungukaga huko. Jifunze. Amen. Unataka viroba vya mchele wewe? Unataka viroba vya unga? Tupia kwenye madhabahu uone vitu vinavyoamka. Bwana asifiwe. Amen. Huyu ni wale niliwatolea ushuhuda juzi. Nakumbuka niliwaambia nikutana na jini. Nani alikuwa juzi baada ya juzi? Ni huyu hapa. Huyu ndiye aliyekutana na jini wa kike wakati akiwa na yuko kwenye kazi zake za kuokota hivi vitu. Ndio huyu hapa. Mwanaume. Jini akafikiria labda atakuwa amepata hela sana. Kumbe amekutana na chuma kilichobeba moto. Bwana asifiwe sana. Hiyo unanielewa? Ananiambia baba, ninaenda kuokota makopo, naangalia kwa mbali kama kwenye mtaro hivi naona paka, lakini paka najaribu kumfuata, naona anashindwa kwenda, anaburuza miguu ya nyuma. Umeelewa? Anaburuza miguu ya nyuma. Anaburuzaje miguu ya nyuma na ameendaje huko kwenye watu na kuokotea makopo? Nani kamtegua kiu? Bwana asifiwe. Asema kufumba na kufumbua hakuona yule paka alikokwenda. Anaokota yale makopo, anapandisha juu, anakutana na binti amesimama kama anamsubiri mzuri. Mrefu baba ameweka zile nini? Mchuzi ule wanaita mwekundu. Akakusemeshaje? Ananiambia sasa hivi ananiambia sana. Unaonekana mtumishi wa Mungu. Nikamwambia kwa nini unaongea hivyo? Akasema unaonekana tu. Anauliza kwa wapi? Nikamwambia kwa Makala. Kaniacha
nikiangalia nasema hapa sasa alivyoyuka alivyotoka kwa ndio yani nikashangaa yani hizo. Umeelewa? Manake ni yule aliyejigeuza paka, hakuwa paka. Amemtafuta kwenye mazingira yale akamshindwa. Akamvizia kwenye swala la binti mzuri aliyepaka shedo. Si ni shedo wewe unapaka umchuzi. Sidi lipustiki. Si unaona swali la muuliza, kaka mzuri wewe, inaonekana wewe mtumishi wa Mungu. Na ukimtazama na mwonaje kama kulola. Yeye ukakuona bwana. Amen. Rudi huko. Kwenye mazingira haya inaonekana sasa mimi pale nilikuwa mtu kwa naongea naye ndani nafanya nikakemea sasa kile kukemea kwa jina la Yesu ndani nikakemea ndani nikasema na bila hivyo sasa sije malipo vipi atatoka gari alitoka nikamuuliza unaitwa nani akasema anaitwa Brandina. Alitaja la jina anaitwa lakini jinsi ametoka kwenye macho yake hajui ni nani. Jini wa kike. Pole baba, umenusurika. Endelea kubeba upako, utakusaidia sana. Sawa? Watu wanahangaika na wewe. Sogea. Mungu aitazame kazi ya mikono yako sawa sawa na kinywa chako kilichonena. Akushangaze Mungu kwa utukufu wake. Maneno yako yanena hapa, adui asiyatumie kama fimbo. Nimekuficha katika mikono ya Mungu. Baba kausike katika kapu lenu hili mnalobebea. Sogea. Shika hili kapu. Naona mifuko yote mmeunganisha. Mungu wa mbinguni awasaidie katika mikono yenu kwenye kile mnachokihangaikia, wala akawatendee kwa damu ya mwana kondoo Kristo Yesu. Wewe unafanya hii biashara au wewe ikitokea tu umekutana nalo njiani unalibeba? Mimi nafanya kusanya. Na wengine anaiona tu chupa nzuri, hasa hii nzuri inanifaa. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu, kazi hii inaidumu. Na kupitia hili endelea kumshangaza kwa mambo makubwa na magumu. Endelea kumuinua kwa hali ya juu. Akufurahie, akutukuze katika jina la Yesu. Asubuhi yake ikachanue na jioni yake ikawe njema kwa damu ya mwana kondoo Kristo Yesu. Mletee mwenyewe nyumbani kwake, wabebe bidhaa kwa jina la Yesu, kwa bei pangwa, apate faida katika jina la Yesu. Baba, wasaidie watoto wako hawa kwenye kila eneo wanalopita, huko wanapokwenda, wasaidie wanapookota, watenge na roho za uharibifu kwa damu ya mwana kondoo. Na hapo wanapouza, Baba, wafanyie wepesi, wapate cha kuwatosha kwa jina la Yesu. Wasiende umbali mkubwa, waende umbali mdogo, wakusanye, wapate vya kuwatosha, warudi, wauze, pesa ikae kwao kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Usaidie mwanamke huyu kwa kadri ya kazi hii anayoifanya, mpe neema na kibali kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Roho ya uharibifu ikose nafasi, anapouza vikauzike kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mungu akushangaze kwa kazi hii kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Weka hivi mikono yako, hivyo hivyo weka. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa kazi yangu hii ninayoifanya. Nipe nguvu ya kuendelea, nishindie, nipe ujasiri, vita vikanyamaze, mkono wako kadhirike. Nipe wepesi katika kutafuta, nipe wepesi katika kuona, nipe wepesi katika kubeba, nipe wepesi katika kuuza, nipate pesa, nitenge na ugonjwa na udhaifu wa namna zote kwa jina la Yesu. Ukanipe nguvu ya kukusanyia, ukanipe nguvu ya kukusanyia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki, akuinue. Mungu akubariki, akuinue. Mungu akubariki, akuinue. Mungu akubariki, akuinue kwa jina la Yesu Kristo. Nendeni mkafanikiwe kwa damu ya Yesu. Amen. Mpeni Bwana makofi ya shangwe. Simama kwa miguu yako sasa.